Kijana kuo alimkimbilia msichana na alipomfikia alivua shati lake na kumpatia, na ghafla akamnyang'anya chupa lake la maji akaanza kunawa uso. Na baada ya kunawa uso alitoa simu yake mfukoni akapiga video call kwa mama yake. Kuo akasema mama. Mama akamwambia mwanangu unafanya nini? Akamwambia oh mama, nimetoka na mchumba wangu tunafanya shopping. Unamuona huyu hapa ndo mchumba wangu. Msichana akasema shikamo mama. Mama akasema marhaba mwanangu. Kuo akadakia mama, kuwa makini sana hapa hospitali na usijali kuhusu chochote, maana sasa hivi nina kazi nzuri na mshahara mzuri, na ndani ya siku 2 nitakuja na mchumba wangu ili tuje kukuona. Msichana akasema mama, kuwa makini sana hapa hospitali wala usihofu chochote. Mama akasema na nyinyi mwe makini sana huko mliko na msifanye kazi sana mkajichosha. Kuo akasema asante sana mama, tutakuwa makini. Alafu bado tunaendelea kufanya shopping, kwa hiyo nakata simu sasa, nitakupigia baadaye. Pumzika salama. Mama akasema sawa, akakata simu. Baada ya kukata simu Kuo alimwambia msichana samahani sana. Msichana akamwambia wewe kaka vipi? Kuo akajitetea, mamangu ni mzee sana sasa hivi na siku zote analazimisha kunitafutia mke wa kuoa. Istosha naumwa, alafu kwa vile mimi nafanya kazi mchana wakati mwingine nakosa muda wa kwenda kumuona hata kama ni usiku. Mamangu ni mzee sasa na siku zote ananifikiria mimi tu. Kwa hiyo samahani kwa kusumbua kwa kukuomba ujifanye mchumba wangu. Pia asante sana kwa msaada wako. Msichana akasema kumbe ni hivyo tu wala sio tatizo usijali. Kwanza nimefurahia sana kukusaidia. Kuo akamwambia asante sana mrembo. Msichana akasema kaka, naona hata hali yako kimaisha sio nzuri. Basi chukua hii kadi na pesa kidogo ndani yake, itakusaidia kwa mambo madogo madogo. Kuo akamwambia hapana dada, ulichanisaidia jambo kubwa sana. Sijawahi kumuona mamangu akiwa na furaha kama alivyokuwa siku ya leo. Msichana akasema basi mama kama amefurahi basi na mimi nimefurahi kwa sababu inaonyesha nimefanya jambo zuri. Kuo akasema kweli kabisa mrembo, umefanya jambo zuri, kisha akamwaga akaondoka. Siku moja msichana yule alikuwa anapokea simu lakini ghafla mafaili yake yakadondoka. Alichuchumaa chini ili kuyaokota mafaili yake lakini ghafla Kuo alitokea na kumsaidia kuyaokota. Msichana alipigwa na butwaa, ni wewe? Kuo akamwambia ndio ni mimi. Msichana akamwambia umejuaje kama niko huku? Kuo akamwambia labda kuna kitu Mungu anakitengeneza dhidi yetu. Hata hivyo vipi, umeolewa? Msichana akasema naona umeamua kunidhihaki maana sina hata mchumba. Kuo akatoa kadi mfukoni mwake na kumwambia kadi hii na milioni 1 ndani yake. Naomba uipokee kusaidia katika mambo yako, maana kusema ukweli nimevutiwa sana na wewe na nataka niwe na wewe kwa maisha yangu yote. Je, utanipa nafasi hiyo? Msichana akamwambia acha kunitania bwana, wewe ni tajiri sasa hivi na mimi hata siendani na wewe, kwa hiyo chukua pesa zako. Hatuendani kwa namna gani na kivipi? Wakati nilipokuwa na shida mbona wewe ulinisaidia bila kujali hali yangu? Nawezaje kuanza kutofautisha hadhi nimkose msichana mrembo kama wewe? Msichana alikubali. Naamini kuna somo umelipata katika kisa hiki, naomba uliweke hapo kwenye comment. Mimi ni director